Usisikilize hii story. Nataka usikilize yaliyomo kwenye hii story. Nataka nikupe mkasa mmoja. Mzee mmoja alikuwa na watoto wanne. Mmoja ni wa kiume na watatu walikuwa ni mabinti. Huyu mzee alikuwa na mke mmoja, lakini alibahatika kuwa na nyumba mbili. Lakini kipindi anajenga nyumba ya pili, rafiki yake alimfuata na akamuuliza, wewe una mke mmoja, inakuwaje unajenga nyumba mbili? Yule mzee alisema hivi, ile nyumba ya kwanza ni kwa ajili ya mtoto wa kiume na hii nyumba ya pili ni kwa ajili ya mabinti zake, yani watoto wa kike. Rafiki yake akamuuliza tena, mabinti zako wote si utawaozesha? Unadhani nani atakuja kukaa humu? Akasema hivi, ni kweli, binti zangu wote nitawaozesha, lakini ndoa zikifeli mabinti watakuja kukaa humu. Basi bwana, mabinti wakakuwa, alhamdulillah, wakaolewa, na baada ya muda ndoa zao zote zikafeli, wakaenda kuishi kwenye ile nyumba ambayo mzee wao aliwajengea. Rafiki yake akamfuata tena kwa kumpongeza kwamba, yani kwa kumpongeza kwa kumuona genius, kwa kuwa na akili ya kuona mbali, kwamba aliwatengenezea mabinti zake mazingira mapema. Lakini sasa badala ya yule mzee kufurahia ile pongezi kutoka kwa rafiki yake, alisikitika sana. Rafiki yake akamuuliza, kwa nini unasikitika? Yule mzee akasema hivi, mimi ndo chanzo cha ndoa zote za mabinti zangu kuvunjika. Sasa nataka nikupe swali. Unadhani ni kwa nini huyu mzee alisema kwamba yeye ndo chanzo cha ndoa zote za mabinti zake kuvunjika? Nasubiri majibu.